Shalom shalom. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Msikilizaji wangu mahali popote pale ulipo, ninasema Mungu wa mbinguni azidi kukuinua na kukutendea mema. Ni maombi yangu ya kwamba popote pale unaposikiliza na kwa siku yoyote unapofungua channel hii na unapokutana na video hii, sauti hii, Mungu wa mbinguni akakujibu haja ya moyo wako. Na naomba kwa dakika hizi uweze kunitegea sikio, na liko jambo Mungu amekusudia kulitenda juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Pastor Paul William. Niko hapa Geita, Tanzania. Sehemu inayojulikana kama Mkolani. Niko ambako Mungu ameniita kuweza kumtumikia kwa kipindi ambacho Mungu ataruhusu niwepo mahali hapa katika jina la Yesu Kristo. Na nikuombe kwa muda huu ni kushirikishe neno hili ambalo Mungu amenipatia kuweza kusema na maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Ikiwa una maswali, ikiwa una maombi maalum, unahitaji fulani ndani ya moyo wako, ndani ya maisha, katika maisha yako ambalo limekusumbua kwa muda mrefu, usisite kuwasiliana na mimi. Ninafanya maombi kwa watu mbalimbali, hata kwa watu ambao wako nje. Nimekuwa nikipokea simu kutoka kwa watu ambao wako Dar es Salaam, wako Dodoma na sehemu zingine za Tanzania na hata nje ya Tanzania wakihitaji maombi. Kwa hiyo wewe ambao umekuwa katika shida yoyote, usisite kuwasiliana na mimi kupitia nambari za simu ambazo unaziona hapo chini, na Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa jina la Yesu Kristo. Usipuuzie. Unajua kuna watu wengi wamekuwa na roho ama tabia ya kupuuza, kwamba unajua bwana, nimezoea majina makubwa, nimezoea kina fulani, huyu naye katoka wapi, atanisaidia nini na kadhalika. Sikiliza, hata Naamani katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ile ya 5, Naamani jemadari wa jeshi la Sham alipoambiwa na nabii Elisha kwamba akajichovye katika mto Jordani mara 7, alipuuza kwamba huyu ananiambia kitu gani? So kuna watu wengi leo wamekuwa wakipuuza wanapokutana na sauti ama kukutana na sura za watumishi wa Mungu ambao haujamzoea, haumjui, hujawahi kumuona. Lakini wacha nikwambie, uwezi ukajua Mungu huenda amekusudia kutenda muujiza kupitia mtumishi huyo. Maandiko yanasema usiwe mwenye kupuuza vifungo vyako visije vikakazwa. Usiwe mwenye kupuuza vifungo vyako vikakazwa. Kwa hiyo nakusihi tafadhali, una jambo lolote, it doesn't matter umeombewa mara kadhaa, umeombewa mara ngapi, naomba unitafute, tuma message yako, na uzuri namba hiyo ipo pia kwa WhatsApp. Unaweza kunitumia message na nitaweza kuwasiliana na wewe na kuomba na wewe. Ninajua ya kwamba Mungu atatenda kwa ajili yako. Nimeomba na watu wengi na Mungu ameweza kuwafungua katika jina la Yesu Kristo. Katika siku leo nataka nikushirikishe neno kwa ufupi na kisha niombe na wewe. Kuna watu wengi ambao wamekuwa kipitia mambo magumu kwenye maisha yao. Wamepitia mambo magumu sana kwenye maisha yao, kiasi kwamba kila huyu mtu akitazama anaona shida. Kila akiangalia anaiona shida. Kila ukiangalia unaona madeni. Kila ukiangalia unaona kukataliwa. Kila ukiangalia unaona kuachwa. Kila ukitazama unaona magonjwa, na haujui ni lini utaweza kutoka katika mateso hayo. Mwandishi wa kitabu cha Zaburi mahali pengine anasema kwamba kitanda changu kimelowanishwa na machozi ambayo ninalia kila wakati. Na sasa katika hali kama hiyo inamfanya mtu akate tamaa, na inawezekana unanisikiliza umekata tamaa kwa sababu ya mambo ambayo unayapitia. Nataka nikwambie, Mungu amenituma kwako wewe unanisikiliza. Amenituma kwako. Inawezekana umelia, kila ukitazama huoni mpenyo, huoni jinsi ya kuweza kutoka kwenye shida hiyo, huoni jinsi ya kutoka. Ukitazama unaona matatizo, ukitazama ukiinua macho yako unaona mateso, unaona madeni. Bwana amenituma nikwambie, wakati wako wa kutendewa umefika. Futa machozi, usilie tena, kwa sababu macho yako hayataona tena matatizo. Macho yako hayataona tena matatizo. Kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 13 nasema, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo,
kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Oh, haleluya. Mungu amenituma kwako nikwambie, mwanamke, mwanaume, kijana, binti, unaisoma, unapitia mateso, uko kwenye ndoa, uko kwenye kazi, hauna kazi, unapitia mateso magumu. Kila ukiinua macho yako kwa ulimwengu wa roho kuangalia, huoni mwanga, unaona giza, unaona mateso. Bwana amenituma nikwambie, wakati na saa imefika, usilie tena, futa machozi. Mungu anakukumbuka, matatizo yako hutayaona tena. Lile teso ambalo limekutesa kwa muda mrefu, niko hapa kutangaza kwa jina la Yesu kama mtumishi wa Mungu, hautaliona tena kwa jina la Yesu Kristo. Baada ya Bwana kuondoa mateso hayo katika maisha yako, sasa ukitazama hutayaona tena. Musa anawaambia Waisraeli ya kwamba wa Misri mnaoona leo hamtawaona tena milele. Nami natangaza juu yako ya kwamba magonjwa unayoyaona leo hutayaona tena. Laana unayoona leo iliyokufunga hutayaona tena. Madeni yaliyokutumikisha kwa muda mrefu hutayaona tena katika jina la Yesu Kristo. Ni swala la wewe kuamini. Just believe. Amini tu. Amini, 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 amini. Kitabu kile cha Isaya 33 mstari ule wa 17. Isaya 33 mstari wa 17, maandiko yanasema, macho yako yatamuona mfalme katika uzuri wake. Baada ya Mungu kuyaondoa hayo mateso na matatizo ambayo kilo kinua macho unayatazama, unayaona, Mungu anapoyaondoa sasa, wakati unakuja na hauko mbali, macho yako yatamuona mfalme katika uzuri wake. Maana yake ni nini? Utamuona mfalme, yani utamuona Yesu. Kumbuka Yesu anaitwa mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, anaitwa mfalme wa wafalme. Utamuona mfalme, yani utamuona Yesu katika uzuri wake. Maana yake nini unasema pastor? Kumuona Yesu ama mfalme katika uzuri wake, maana yake haumuoni sura, haumuoni muonekano, yani physical appearance, no, bali anasema utaona uzuri wake. Uzuri wa Yesu ni nini? Uzuri wa Yesu ni nini pastor? Uzuri wa Yesu ni baraka zake maishani mwako. Umeishi maisha ya ukavu, huoni chochote kikienda kwenye maisha yako. Sasa nimekuja kutangaza, utamuona mfalme katika uzuri wake. Utamuona Yesu katika uzuri wake. Manake utaanza kuziona baraka zake maishani mwako. Lakini pia utaona ulinzi wake kwenye maisha yako. Lakini utaziona neema zake katika maisha yako. Yani utajikuta unafanya mambo kwa urahisi, sio kwa juhudi zako, bali ni neema, uwezesho wa kimungu. Yale uliyohangaikia kwa muda mrefu, utajipata unayaweza kwa muda mfupi katika jina la Yesu. Na majira hayo nimekuja kutangaza yamefika kwenye maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Yamefika kwa maisha yako kwa damu ya Yesu hai. Utamwona mfalme katika uzuri wake. Anasema macho yako pia yataona nchi iliyoenea sana. Yataona nchi iliyoenea sana. Maana yake utaanza kuona mambo kwa ukubwa. Utaanza kuona mambo yanawezekana yalikuwa yameshindikana kwenye maisha yako. Vitu vyako vitaanza kupanuka. Kama ni biashara itaanza kuenea, itaanza kupanuka, kwa sababu mfalme ameingia kwenye maisha yako. Ameondoa vyote ambavyo vilikuwa ni kizuizi. Ukiinua macho unayaona. Israeli walipokuwa wanatoka kule Misri, kila wakiangalia kushoto wanaona milima, wakiangalia kulia wanaona milima, wakiangalia mbele kuna bahari ya Shamu, wakiangalia nyuma maadui wanakuja. Baada ya Mungu kuwaondoa maadui, sawasawa na neno la Musa alilosema kwamba hao mnaowaona hamtawaona tena milele. Nataka nikwambie, hawakuwaona tena, bali katika maisha yao kuanzia hapo walianza kuona nguzo ya moto ikiwaongoza. Walianza kuona wingu likiwaongoza. Nataka nikwambie, Mungu anakwenda kuonekana kwenye maisha yako. Utamwona mfalme katika uzuri wake. Hautaona tena maadui wakikufuata. Hautaona tena milima mbele yako. Hautaona tena bahari ya Shamu mbele yako. Utamwona mfalme katika uzuri wake. Walianza kuona Bwana akiwaongoza katika nguzo ya moto. Walianza kumwona Bwana akiwaongoza katika lile wingu baada ya maadui zao kuweza kuondolewa. Nimekuja kukuambia leo, Bwana amenituma unanisikiliza, ya kwamba Mungu anakwenda kuondoa vile vikwazo, na hautaviona katika maisha yako ambavyo ulikuwa ukiinua macho yako na kuviona kila wakati. Kuna mtu kila kinyanyuka anaona madeni,
kila ukiangalia unaona kukataliwa, unaona magonjwa, unaona laana, unaona mambo hayaendi, vitu vigumu, familia, migogoro na kadhalika. Sasa Bwana anasema macho yako sasa hayataona hayo, anayaondoa Bwana, hutayaona tena, bali macho yako yatamwona mfalme katika uzuri wake. Macho yako yatamwona mfalme katika uzuri wake. Kuanzia sasa hutaona mateso tena, bali utaanza kuona mfalme, yani Yesu, katika uzuri wake. Ninakuombea mwanamke, na kuombea mwanamume, na kuombea kijana, na kuombea binti, mahali popote ulipo, Bwana akuonekanie sasa. Umekuwa ukiona mateso kwa muda mrefu, usiyaone tena katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Wewe mwanamke ambaye umekuwa ukilia kwa muda mrefu, unasikiza sauti hii, umekuwa ukilia kwa muda mrefu, huna mtoto, na kuombea usione utasa tena, ukamuone Bwana katika uzuri wake kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza majira kama haya mwakani ukapokea mtoto wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kuona mtu ambaye unafuatilia uko kwenye hali ya madeni, na kutangazia kama Bwana aishivyo, muda so mrefu Mungu anafanya muujiza, utapata fedha ukalipe hiyo madeni kwa jina la Yesu Kristo, na fedha itabaki nyingine ya kufanya miradi yako in Jesus mighty name. Na kutamkia uneteswa na ndoto mbaya, hutaona ndoto mbaya tena, ukaanze kumwona Bwana katika uzuri wake kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambao unapitia migogoro na shida kwenye ndoa, usione migogoro tena, bali ukamwone mfalme katika uzuri wake kwa jina la Yesu Kristo. Uliye mgonjwa, natamka Bwana akuponye na kutendee mema kwa jina la Yesu Kristo. Unatamani kujiua, na tangaza hiyo kinachokufanya utamani kujiua kinaondolewa mbele yako, utamwona mfalme katika uzuri wake, na kuombea baraka, na kuombea neema, na kuombea ushindi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Now let me pray. Wacha niombe kwa ajili yako kwa dakika hizi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, namwombea msikilizaji wangu huyu ambaye amenisikiliza kwa dakika hizi chache. Baba, inawezekana katika maisha yake amekuwa akiona mateso, wengine wanaona ndoto mbaya kila kukicha, wengine wanaona magonjwa likipita hili ya kuja jingine. Mungu, namwombea msikilizaji wangu huyu, chochote kibaya ambacho amekuwa kikiona ukakiondoe kwake kwa jina la Yesu Kristo. Sasa neno lako ambalo umenipatia katika siku ya leo, kama vile ulivyosema na Musa katika kitabu cha Kutoka 14:13 ya kwamba wale wa Misri mnaowaona leo hamtawaona tena milele. Nami natangaza Bwana, hayo mateso ambayo imekuwa kimtesa mwanamke huyu asione tena, ile shida imekuwa kimtesa mwanamume huyu asione tena kwa jina la Yesu Kristo. Yale magonjwa ambayo yametesa familia hii wasiyaone tena kwa jina la Yesu Kristo. Ile ziki amekuwa ikiwasumbua kwa muda mrefu wasione tena. Kukataliwa, roho za mateso na madeni wasizione tena kwa jina la Yesu Kristo, bali Bwana wakakuone wewe katika uzuri wako, wakafurahie baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Navunja kila kongwa la uchawi, roho za giza na mateso zikatoke na kusamatika. Bwana kutendee na kukuonekania kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai. Mtu mmoja naseme amen. Mungu akubariki sana na kutakia heri na baraka. Majina yangu ninarudia tena, naitwa Pastor Paul William, nipo hapa Geita, Tanzania. Kama umebarikiwa na huduma hii, unatamani kushiriki kwa chochote, ambatanisha sadaka yako, tuma mbegu yako, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki na kutende mema katika jina la Yesu Kristo. Nahitaji sasa kuingia kwa mitandao rasmi, lakini sina vifaa vya kutosha. Natamani nipate vifaa vya kurekodia vizuri, na kama unaguswa unasema pasa mimi nakupea vifaa hivyo, napate microphone za kurekodia za live zile, nipate simu nzuri yenye uwezo. Natamani Mungu akuguse popote pale ulipo, ikiwa unabarikiwa, na kuombea Mungu akakuonekania na kukutendea katika jina la Yesu Kristo. Sadaka yako hiyo isikue bure kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Karibu sana kwa maombi na maombezi. Chukua namba za simu ambazo unaziona kwa hapo chini, na Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Shalom.